Yumi baada kubadili nguo akafika mahali alipoitwa na Jingu. Gauni lilimkaa na akapendeza sana na kasura kake ka utoto. Basi Jingu kumwona akabaki na muangalia. Basi akamsogelea Yumi. Lakini kwa bahati mbaya mfanyakazi mmoja akampushi Yumi. Jingu akawahi na kumdaka kabla hajaenda chini. Akamwangalia sana na kumwambia, macho yangu hayawezi kutoka usoni kwako hata sekunde moja. Yumi kama kawaida Kwikwi kamshika kwani alikuwa anaona aibu. Kisha Jingu akaenda kumchukulia kitambaa ili ajifute kwani alimwagikiwa na waini. Pia akamwambia, umekuwa mrembo zaidi ulivyovaa hilo gauni. Mara akafika madam ambaye ni kiongozi wa wafanyakazi katika hii hoteli. Akaomba msamaha kwa ajali iliyotokea. Sasa kumbuka, huyu ndio yule madam ambaye alikuwa anamsimamia Jingu miaka 3 iliyopita alipoambiwa akajifunze kufanya kazi. Jingu akamwambia hakuna shida, lakini madam akamwambia, wewe ni mtoto wa chairman na hii hoteli ni ya baba yako, hivyo unatakiwa kumwomba msamaha binti, kwani wafanyakazi wako wapo chini yako pia. Akamwambia muombe msamaha binti. Jingu akakubali na kumuomba Yumi msamaha. Yumi akasema hakuna shida huku akiwa anamcheka Jingu. Pia madamu akampa Yumi zawadi kama samahani. Kisha madamu akawaambia muwe na usiku mzuri, kisha akawaaga na kuondoka. Jingu akalichukua lile boksi la zawadi ambalo ndani kulikuwa na waini. Akamwambia Yumi, nashika mimi, naogopa wewe utalivunja. Yumi akamwambia lakini ni zawadi yangu. Jingu akamwambia kama unataka nikamate uchukue. Basi wakaanza kucheza pale. Yumi akawa anamfukuzia akitaka kuchukua box. Mwisho akajikuta akamkumbatia Jingu, kisha wakawa wanaangaliana sana. Kwikwi kamshika Yumi. Jingu akamwambia nisubiri juu ya jengo na kuja na wine. Upande wa pili Yeon akafika kwa Jangtae na hakufika kwa ajili ya masuala ya kazi. Alifika kunywa kwani alikuwa na mawazo. Akamuuliza Yumi yuko wapi? Jangtae akamwambia amesafiri. Yeon akamwambia kwa nini umekubali? Mwanamke wako amesafiri na mwanaume mwingine. Sasa hapa kuna love triangle. Yaani Jangtae anampenda Yumi na Yeon anampenda Jingu, lakini Jingu na Yumi wako pamoja kwa sasa. Basi wakaanza kuimagine kwamba huko aliko kuna mambo yanayoendelea kati yao. Lakini yalikuwa ni mawazo yao tu. Huku Yumi akiwa na Jingu wakawa wametulia hapa, wakawa wanapongezana kwa kazi nzuri walioifanya. Jingu akamwambia kuwa mahali hapa panamkumbusha miaka 3 iliyopita. Mara nyingi amekuwa akimfikiria na kufikiria kama siku ile angepotea ghafla. Yumi akamwambia sikutaka kuanzisha mahusiano kwa jinsi ile. Jingu akamuuliza unanichukia? Yumi akamwambia ndiyo, lakini wanawake ni kawaida yao kumaanisha tofauti. Anaweza kukwambia na kuchukia kumbe anakupenda. Jingu akamuuliza unajutia kilichotokea siku ile? Yumi akamwambia ndiyo najutia. Huku hawa ambao wanawapenda wasiowapenda wakawa wanaendelea kupiga stori. Yeon akamwambia Jangtae, unajua jinsi gani nauma kumpenda mtu asiyekupenda? Kila mwanaume anatamani kuwa na mimi, lakini mimi nampenda Jingu na yeye anipendi. Baadaye baada ya kunywa sana, Yeon akawa kalewa. Akawa analia pale akilalamika kuwa ni miaka 12 imepita toka nianze kumpenda Jingu. Nimewakataa wanaume wengi, lakini bado Jingu anipendi. Jangtae akamwambia tunafanya kitu kwa ajili ya watu tunawapenda, lakini Yeon akamwambia wewe ni mjinga kwa sababu hujamueleza Yumi ukweli kuwa unampenda. Akamwaga Jangtae na kuondoka. Jangtae akaona ni kama ni kweli. Baadaye Yumi akawa yupo bafuni, akawa anakumbuka Jingu kamwambia alikuwa akimfikiria mara nyingi sana. Sasa akajiuliza sisi sasa hivi tuna mahusiano gani? Basi kukakucha na leo Jingu ndo akawa anasaini mkataba na wale wanunuzi wa bidhaa zao. Basi wakakamilisha kila kitu. Jamaa akamshukuru sana Jingu kwani biashara imeenda vizuri. Pia akamshukuru kwa chakula kizuri. Sasa kazi waliojia huku ikawa imeisha. Jingu akamwambia Sekretari Jang kuwa atangulie kurudi maana anataka kubaki na Yumi kwa muda. Sekretari ikabidi amsikilize, kisha akamtumia Yumi message kuwa wakutani mahali. Sasa Jingu alimuita Yumi swimming pool na hakukuwa na mtu hata mmoja. Akamwambia kuwa akamuita ili amwangalie anavoogelea na hataki watu wengine wawepo. Yumi akataka kugoma kumwangalia, lakini Jingu akamwambia unatakiwa kuniangalia ili kama nikipata shida uite msaada. Kisha kavua koti. Yumi akafumba macho lakini akawa anachungulia chest ya Jingu. Jingu akaingia kwenye maji na kuanza kuogelea. Ikabidi Yumi abaki kumwangalia. Jingu akamsogelea na kumuuliza kama bado anajutia usiku ule wa miaka 3 iliyopita. Yumi akamuuliza wewe je unajutia? Jingu akamwambia mimi sijutii kwa sababu nilikuwa na hisia za kweli kwako. Kisha akamwomba Yumi amsaidie kumvuta. Yumi akampa mkono lakini Jingu makusudi akamvuta na wakadumbukia wote kwenye maji. Akamtoa Yumi na kumnyanyua juu. Yumi akashtuka sana. Kwikwi zikawa zinapokezana pale. Akaamua kutoka na kuondoka, lakini kufika hapa akakuta kimya.
Kuangalia akaona kama Jing'u kazama, akafikiri anatania, lakini akakumbuka alimwambia kuwa akipata shida aende kuomba msaada. Basi haraka akarudi na kuanza kuita msaada. Wakafika wafanyakazi wa pale na kumtoa kwenye maji. Kumbe Jing'u alikuwa na act. Akawashtua jamaa kuwa wamwache na waondoke. Jamaa wakasimama na kuanza kuondoka. Yumi akawa analia akiomba msaada. Basi akawa anamuomba Jing'u amke. Sasa akaona aongee ukweli tu kuhusu hisia zake. Akamwambia, sijutii kuwa na wewe siku ile, na ilikuwa siku special sana kwangu. Akamwambia pia niliziona na zile blister pad kwenye box. Jing'u kusikia hivi akazinduka na kumuuliza kama kweli aliziona. Ndio Yumi akagundua kuwa Jing'u alikuwa anamtania. Basi wakakaa na kuanza kupiga story, na tayari Yumi ashafunguka ukweli kuwa anampenda Jing'u. Yumi akamuuliza kwa nini kaja na kale ka box. Jing'u akamwambia anataka kumrudishia. Yumi akawa anamtania na kumuita muhuni kwani alitunza blister pad zake. Jing'u akamwambia kama nisingetunza hizo blister pad huenda ningekusahau. Basi Yumi kusikia hivi akamshukuru kwa kumkumbuka. Jing'u kusikia hivi naye akafurahi sana. Kisha Yumi akampiga kisi la shavu kama asante. Jing'u akamwambia haitoshi, aongeze ili amshukuru vizuri. Yumi anapotaka kumpiga busu, Jing'u akageuka na kumpiga kisi. Basi ilikuwa ni momenti moja tamu sana. Na kwa sasa tayari wameshakuwa wapenzi rasmi baada ya kila mtu kumweleza hisia mwenzake. Baada ya hapo Jing'u akamsindikiza Yumi hadi chumbani kwake. Yumi akamuaga na kumtakia usiku mwema, lakini Jing'u akamuuliza kama njaa imeanza kumuuma. Yumi akamuaga na kufunga mlango, maana alijua huyu jamaa anataka nini mida hii ya usiku. Basi akajikuta kafurahi sana. Jing'u akamtumia meseji kuwa usiku mwema, ulale salama. Basi Yumi akazidi kufurahi kuona jinsi Jing'u anavyomjali. Sasa Chairman akagundua kuwa Jing'u ana mahusiano ya asili na Yumi. Akamtuma sekretari wake achunguze background ya familia ya Yumi. Huku Yumi baada ya kurudi kazini, penzi likawa limeshika moto. Kila muda wakawa wanachati. Jing'u akamwambia baadaye watoke ili wakapate lunch, lakini Yumi akamwambia baadaye haiwezekani kwa sababu ni birthday ya mbwa wangu. Jing'u akashangaa, birthday ya mbwa? Baadaye Yumi akawa anatoka kazini na Jangtae akafika kumchukua. Sasa Jing'u naye ndo akawa anatoka, akamwona Jangtae anamchukua Yumi. Wivu kamshika kwani kwa sasa Yumi ni mwanamke wake. Basi Yumi na Jangtae wakapitia supermarket na kununua vitu mbalimbali kwa ajili ya happy birthday ya Dong. Baadaye wakaweka pati ndogo kwenye lile duka la Jangtae, na leo ilikuwa ni happy birthday ya Dong. Basi wakawa wanamuimbia pale Dong, happy birthday dear Dong, happy birthday to you. Kisha wakazima mishumaa. Lakini cha ajabu Jing'u akafika akiwa na zawadi. Yumi akashangaa, kwa nini kafika hapa? Jing'u akamwambia, nilisikia leo kuna happy birthday ya mbwa. Mama Yumi akamwambia, sisi hatufugi mbwa hapa. Jing'u akauliza, huyo mtoto ni wa nani? Sasa kabla mama hajasema, Yumi akamstopisha. Kisha akamwambia mama yake apande juu na keki na ni muda wa Dong kulala. Akamchukua Dong na kwenda naye ndani. Mama kidogo adondoke akajishika kwa Jing'u. Basi akamwambia Jangtae, umepata mwenzako wa kushindana naye. Kisha akaenda zake ndani. Yumi akamwambia mama yake kuwa sitaki Jing'u ajue kuhusu maisha ya familia yetu. Akamwomba mama yake abaki ndani. Kisha yeye akashuka chini. Sasa huku miamba wawili leo wamekutana na wote wanampenda Yumi. Sasa glasi ndo zikawa zinaongea pale. Baadaye Jangtae akawa kalewa. Yumi akaita taksi na kumpakia ili impeleke nyumbani kwake. Kisha akarudi ndani, lakini hakumuona Jing'u. Kuangalia vizuri akamkuta Jing'u kakaa hapa chini. Sasa naye alikuwa kalewa. Akamuuliza kama amuite dereva ili aje kumchukua, lakini Jing'u akakataa na kudai, sitaki kulala peke yangu na pia sitaki kula peke yangu. Akamwambia usiniguse na uniache. Basi Yumi akaona ni sawa kama ameamua kulala pale pale. Basi kukakucha na leo ilikuwa ni weekend na Yumi alikuwa na ratiba ya kwenda kujifunza masomo ya kupika. Sasa mama yake naye akatumia meseji kuwa anaomba afike mahali kwenye kitengo cha television ili akutane na rafiki yake wa zamani. Huku chini Dong akawa anamchezea Jing'u, akawa kazichezea nywele zake hadi kachoka. Jing'u akaamka na kumwona Dong, akawa anashangaa, jana alilala wapi? Mama wa Yumi ndo akawa anatoka, akamwona Jing'u kaamka, akamwambia Yumi kamtengenezea supu na ipo juu. Sasa Jing'u kusimama, mama akaziba macho, kumbe hakuwa kavaa suruali, ikabidi ajifunike haraka. Mama akamuuliza kama anakumbuka kilichotokea jana. Jing'u kuvuta kumbukumbu, akakumbuka kwa jana alikunywa sana akiwa na Jangtae. Jangtae alimwambia aache kumsumbua Yumi kazini. Jing'u akawa anamuuliza naye kwa nini anakaa jirani na Yumi. Wote walikuwa wamelewa chapa chapa, wakasimama wakitaka kuonyeshana umwamba, lakini Yumi akafika pale pale. Sasa Jangtae akazima kwani alikunywa pombe nyingi.
na si mzoefu wa kunywa. Jing'u akamshika Yumi na kumwambia, naumia sana na kujisikia vibaya ninapokuona na mwanaume mwingine. Kisha akamlalia Yumi. Yumi akashtuka na mapigo ya moyo yakawa yanafukuzana mbio mbio. Jing'u akamwambia, wewe ni mrembo sana. Kisha akakata moto. Basi Yumi akamtengenezea mahali pa kulala kwenye meza na ndo kalala hapo. Basi mama wa Yumi akamwambia kuwa anaelekea kwenye kikao cha muhimu, akaomba abaki na Dong kwa dakika chache. Jing'u akashangaa. Mama yake akamwambia, kama ukitaka kumfurahisha Yumi, mtreat Dong vizuri. Akamwaga na kumwachia Dong. Basi Jing'u akabaki na Dong pale nyumbani. Sasa akawa anajaribu kuangalia vitabu, mara akaona mkanda fulani wa movie, akaamua kuurudisha, lakini mara akagundua alikuwa ni mama wa Yumi. Haraka akaurudisha pale pale alipoutoa. Sasa Dong akawa busy anachezea simu. Jing'u akamwambia, umri wako unatakiwa kucheza nje na wenzako na sio kuchezea simu. Basi akaamua kutoka nje akiwa na Dong ili ampeleke akacheze. Sasa wamama na wanawake kumuona wakabaki midomo wazi na macho wamekodoa, maana Jing'u alikuwa ni bonge la HB na Dong alionekana kama mtoto wake. Basi akaanza kumchezesha Dong michezo mbalimbali. Wanawake wakawa wanamwangalia tu. Basi leo Dong alienjoy sana. Baadaye vitoto vingine navyo vikasogea na kutaka kucheza kama Dong anavyocheza. Basi leo Jing'u akawa anafanya kazi ya kucheza na vitoto na watoto walimkubali sana. Sasa Chairman akaamua kwenda kuangalia mahali Yumi anaishi. Sasa ilikuwa ni jirani na mahali Jing'u alipo. Anapopita akamwona Jing'u anacheza na watoto na kuna mtoto kamshika. Akashangaa, yule mtoto ni wa nani? Basi akaamua tu kuondoka. Huku Jing'u baada ya kucheza na watoto akamwambia Dong awaage wenzake, kisha wakaondoka. Sasa Yumi alikuwa darasani kwenye mafunzo ya kupika. Huku Jing'u akawa anamuogesha Dong. Kumwangalia Dong alikuwa akaungua kidogo kwenye makalio. Basi baada ya kumuogesha akamuuliza Dong nguo zake ziko wapi. Dong akamuelekeza mahali zilipo. Akachukua nguo ndani lakini akaona sio nzuri sana, ndio maana Dong kachubuka kidogo makalioni. Akamuuliza Dong una miaka mingapi? Dong akamwambia 3. Akashangaa kidogo, maana alikutana na Yumi miaka 3 iliyopita, lakini akaona haiwezekani anachofikiria. Huku kwenye kitengo cha television, Yeoni alikuwa akipiga stori na rafiki zake. Akamwambia kuwa karibuni anaolewa. Wakashangana kumuuliza kama anaolewa na director wa kampuni, yani Jing'u. Basi wakamwambia kuwa hadi tunakuonea wivu, maana Jing'u ni ndoto ya kila mwanamke. Sasa mama wa Yumi naye alikuwa akakutana na mtu wa filamu. Wakawa wanapiga stori kuhusu enzi hizo alipokuwa mwigizaji. Sasa Yeoni naye akasikia kuwa mama wa Yumi alikuwa mwigizaji wa drama za erotic, yani kama drama za mahaba hivi. Baadaye Jing'u akawa katulia hapa na Dong. Yumi akawa anarudi, lakini akashangaa kumwona Jing'u yupo na Dong. Jing'u akamwambia kuwa mama yako aliomba nibaki naye. Kisha akamuuliza, huyu mtoto ni wa nani? Yumi akadanganya na kusema mama alimlea tu na sasa hivi ni kama familia yetu. Kabla Yumi hajaingia ndani, Jing'u akasimama na kumwambia Dong aangalie pembeni. Kisha akampiga kisi Yumi. Hakutaka mtoto aone mambo ya wakubwa. Kisha akamwaga Dong na kuondoka. Yumi akabaki kaganda pale. Yani saizi anapewa mapenzi mazito bara mpaka mwenyewe aamini. Basi Yumi akamuuliza mdogo wake, mmefanya nini na anko? Dong akamwambia, tumeenda kucheza na watoto wengine na anko kaniogesha na kunivalisha. Akamuuliza kama kafurahi. Dong akamwambia sana. Basi Jing'u akazidi kujaa moyoni mwake. Huku Jing'u akiwa nyumbani akawa anakumbuka momenti tamu mbalimbali ambazo amespendi akiwa na Yumi. Basi akajikuta na furaha sana. Mara akamsikia paka analia. Kutoka kwenda kuangalia, paka alikuwa akajifungua tutoto. Jing'u ana huruma, akaenda kuchukua blanketi dogo na kuwawekea wale watoto kwenye box ili wasipate baridi. Kesho kukawa na kikao cha kampuni. Sasa watu wote wakawa wamemute. Jing'u akawauliza kama hawana idea yoyote ile mpya, lakini wakaomba msamaha kwani hawakuwa na idea yoyote. Jing'u akamwambia, mnaonaje tuunde boxer special kwa ajili ya watoto ambazo zitakuwa laini na zina control joto na unyevu. Wote wakakubaliana na Jing'u. Mara Sekretari Janga kafika na kumwambia Jing'u anaitwa na Chairman. Jing'u akamfuata baba yake, akamuuliza kwa nini upo ofisini kwangu? Mzee akamuuliza, kwa nini hujaniambia mpaka sasa kama una mtoto? Jing'u akashangaa. Mzee akamuuliza, mtoto yule wa Yumi ni mtoto wako? Akampa picha miaka 3 iliyopita alipokutana na Yumi. Jing'u naye akashangaa, Dong ni mtoto wa Yumi? Akakumbuka mara nyingi Yumi alikuwa akisema anawahi nyumbani kwa ajili ya mbwa wake. Pia Dong alimwambia ana miaka 3. Naye akaanza kuhisi kuna kitu. Sasa Yumi akiwa kazini akatumiwa message na Jing'u kuwa baadaye nikukute nje ya kampuni. Sasa na leo Yeoni akataka kumweleza ukweli Jing'u kuhusu mama wa Yumi, lakini mara akamwona Yumi anachukuliwa na Jing'u, naye akaamua kufuatilia. Jing'u kufika hapa akasimamisha gari, kisha akamuuliza Yumi, naomba niambie kila kitu kilichotokea miaka 3 iliyopita.
Yumi akamuuliza, kwa nini unaniuliza hivyo? Jing'o akamwambia, naomba uniambie na usinifiche. Yumi akutaka kumwambia, akaamua kutoka kwenye gari. Jing'o akamfuata na kumzuia asiondoke. Akamwambia, nimeishi miaka yote hii kwa shida kwa sababu siku ile uliondoka na kupotea, na sijawahi hata tamani kuwa na mahusiano na mtu yoyote yule kwa sababu nilikuwa nakufikiria wewe. Akaomba mwambie kila kitu. Yumi akamwambia, nilikuwa naogopa, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza na pia sikujua kama ingetokea, lakini akamwambia, licha ya hivyo kuwa na wewe siku ile ilifanya nijisikie tofauti, na wewe ndio ulikuwa mtu wangu wa kwanza kabisa. Sasa huku Yeon akawa anaangalia huku Roy na muuma balaa. Akataka kwenda kuwasha moto, lakini Jang Tae akafika na kumzuia. Basi Jing'o akamkumbatia Yumi. Akagundua kuwa kuna sababu inamfanya Yumi ashindwe kumwambia kila kitu kwa sasa, lakini inatosha tu kwa kuwa anampenda. Basi akamchukua na kumpeleka hadi nyumbani, akamwaga na kisha akaondoka, na penzi lao likazidi kumea. Huku Jang Tae akawa anamwambia Yeon waache kuwaingilia kwenye mahusiano yao, lakini Yeon akawa na hasira balaa. Akamwambia, niache na usinifuatilie, kisha akaondoka. Baadaye Jing'o akawa ametulia na paka wake. Basi akawa anaonea wivu paka wake, kwani wana mama wa kuwaangalia. Akakumbuka kipindi hicho alipokuwa mdogo, mama yake alikuwa akimpenda sana, lakini siku moja alipoamka hakumuona mama yake. Akawa analia, akamuuliza baba yake mama yuko wapi, lakini baba yake hakumjibu na kuondoka. Basi ameishi maisha upweke sana, lakini akaona ni sawa tu, maisha mengine lazima yaendelee. Sasa leo Yumi kufika kazini akakuta kaandaliwa ofisi yake special. Wenzake kuiona wakashangaa, Yumi kaandaliwa ofisi ya peke yake tu vizuri hivi. Yumi akamuuliza Jing'o, ni wewe ndio umefanya hivi? Jing'o akamwambia, nimeona sehemu unaofanyia kazi haijakaa vizuri. Wenzake wakawa wananong'onezana, Yumi anadeti na bosi, anaangalia jinsi ofisi yake ilivyo nzuri. Akamwambia Jing'o, asante. Sasa zile boxer za watoto zikatengenezwa, na Jing'o aliipata hii idea baada ya kuona Dong anaungua makalio, na hivi ndivyo watu wanafanya kufanikiwa, yani wanasolve matatizo ya watu. Baadaye chairman akaamua kufika mahali pa kupatia chakula. Yumi haraka akamkaribisha na kumuuliza amwandalie nini, lakini chairman akaomba apewe chakula wanachopata wafanyakazi wake. Pia akamwomba akae pembeni kama yuko free, maana ashagundua kwa Yumi ana mahusiano na Jing'o. Kesho yake ilikuwa weekend na Jing'o alimwomba Yumi watoke out wakiwa na Dong, lakini Yumi akawa na mawazo. Kuna maneno fulani hivi mzee jana alimwambia. Sipunde Jing'o akafika pale akiwa kawaka. Basi akamchukua Dong na Yumi na wakaondoka, na walikuwa wakionekana kama familia moja yenye furaha sana. Kisha wakafika kwenye restaurant moja, wakaletewa ice cream set kwa sababu walionekana kama familia. Jing'o akachota kidogo, Yumi akachama mdomo, lakini Jing'o akamlisha Dong. Yumi akawa anamonea wivu mdogo wake, maana alijua analishwa yeye. Basi Jing'o akamwambia, nisamehe kama baba yangu alikuambia chochote, lakini akamwambia kwa sasa sitoacha ubaki mpweke. Basi Yumi akafurahi sana. Baadaye jioni wakawa wanarudi, Jing'o akampa Yumi zawadi, lakini akamwambia ni ya Dong si yako, na zilikuwa zile boxer za watoto ambazo zimetoka kutengenezwa karibuni. Basi Yumi akajikuta anamfikiria Jing'o kila wakati. Jang Tae akamuuliza anawaza nini. Yumi akamwambia sijui kwa nini namfikiria sana. Akamuuliza Jang Tae kama hii ni kawaida. Jang Tae akamwambia ni vizuri, lakini akamuuliza kama atakuwa sawa, maana Jing'o si mtu wa kawaida, ni mtoto wa chairman. Yumi akakumbuka Jing'o alimwambia wewe ndo mwanamke wangu wa kwanza na wa mwisho kukupenda, hivyo sitohitaji kukupoteza. Yumi akasema kwa sasa naamua kufuata moyo wangu. Jang Tae akamwambia ni vizuri, lakini moyoni akawa naumia, maana naye anampenda Yumi, lakini kaamua kukubali ukweli kwamba Yumi anampenda Jing'o. Basi kwa sasa Yumi kaamua kufuata moyo wake bila kujali Jing'o ni mtoto wa chairman na watu watasema nini. Haya basi, unafikiri chairman atakubali awe na mahusiano na Jing'o wakati chairman anamkubali sana Yeon? Pia vipi kuhusu Yeon? Atakubali kiurahisi kuona Jing'o anampenda mwanamke mwingine na si yeye? Majibu yote yapo katika sehemu inayofuata. Basi hadi hapa mimi sina la ziada. Nikushukuru sana kwa kuwa nami toka tunaanza mpaka hapa. Pia tukutane katika episode inayofuata. Bye.